Karibu leo ni kusimulie simulizi ya historia ya maisha ya kweli ya Samuel. Samuel kutokea nchini Kenya. Jamaa alikuwa ni rubani wa ndege nchini Marekani. Baadaye akaangukia kuokota makopo nchini Kenya. Simulizi hii imeandikwa na Malisa GJ. Imesomwa na mimi Jimmy Godfrey. Na video ambazo unazitizama zimekuwa generated na AI, lakini zenye sura yenye uhalisia wa Samuel Mawato. Kutoka rubani wa ndege nchini Marekani hadi muokota makopo katika nchi ya Kenya. Hii ni hadithi ya maumivu ya ndugu Samuel Mawato, mkazi wa Mtwapa, akaunti ya Kilifi katika nchi ya Kenya. Samuel hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekuwa muokota makopo. Leo na kupitisha katika simulizi ya miba, risasi, machozi, jasho aliyopitia Samuel Mawato. Kwa miaka 15 aliyoishi nchini Marekani, huko alisomea urubani na baadaye kufanya kazi kwa muda mfupi katika shirika la ndege la American Airlines. Hakuwahi kufikiria kwamba maisha yake yangeishia kuokota makopo. Kabla ya kuenda Marekani, Samuel alikuwa akifanya kazi kama mhudumu wa ndege katika uwanja wa ndege wa Wilson, Nairobi. Hata hivyo, ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwa rubani. Kwa jitihada na maombi, hatimaye mwaka 1998 alipata fursa adimu ya ufadhili wa masomo ya urubani nchini Marekani kupitia kanisa la Methodist. Alijiunga na chuo mashuhuri cha ATP Flight School, kampasi ya Arizona. Kwa miaka miwili alijifunza urubani na kupata leseni ya awali ya kurusha ndege binafsi, yani private pilot license, PPL. Jamaa aliendelea na mafunzo na baada ya miaka miwili zaidi akapata leseni ya kurusha ndege za kibiashara, yani commercial pilot license, CPL. Baadaye alipata kazi kama rubani msaidizi, first officer, katika shirika la American Airlines. Alioa mwanamke wa kizungu na kuanzisha familia. Walifanikiwa kupata watoto wawili katika ndoa yao, wa kike na wa kiume. Mambo yalianza kubadilika baada ya Samuel kurudi nchini Kenya na kutumia ujuzi wake kusaidia taifa lake. Walitofautiana na mkewe ambaye hakuwa tayari kuhamia nchini Kenya. Alimtaka Samuel aendelee kuishi nchini Marekani, lakini Samuel aliona kubaki Marekani ni usaliti kwa jamii yake na kanisa lililomsomesha. Mvutano huo ulisababisha ndoa yao kupasuka. Mkewe akabaki Marekani na watoto. Samuel akarudi nchini Kenya. Baada ya miaka 15 ya kukaa ughaibuni, Samuel aliamini kurejea kwake nchini Kenya kungekuwa mwanzo wa maisha bora na yenye matumaini. Alipoingia Kenya, akaoa mke mwingine. Hata hivyo, mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya, KCAA, rubani aliyesomea nje ya nchi hutakiwa kufanya refresher training na kutimiza angalau 200 flight hours, yani kurusha ndege kwa masaa yapatayo 200, ili leseni yake itambuliwe na kuruhusiwa kurusha ndege kibiashara. Samuel alikuwa ameanza kupungukiwa na fedha, hivyo akachukua mkopo kwa kuweka gari yake rehani ili apate fedha za kushiriki mafunzo hayo. Fedha alizozipata hazikutosha kulipa masaa yaliyohitajika. Zikaisha kabla hajamaliza mafunzo. Benki aliyokopa ikataifisha gari yake baada ya kushindwa kufanya marejesho, hivyo akapoteza gari na mafunzo ya kumaliza. Akiwa katika mtamziko, mkewe yule aliyemuoa nchini Kenya naye akamtoroka. Maisha yakaanza kuwa magumu sana. Miaka 15 aliyokuwa Marekani ilitosha kumpotezea baadhi ya marafiki na majamaa. Aliporudi hakuwakuta tena karibu naye kama zamani. Alipojaribu kuomba msaada, wengi walimkwepa. Hapo ndipo maisha yakazidi kuwa magumu kwake. Hatimaye ikamlazimu kufanya kazi yoyote ili mradi mkono uende kinywani. Alianza kwa kuendesha toroli, lakini kadri umri ulivyosonga ndivyo nguvu zilivyomwishia. Hatimaye akaamua kujikita katika shughuli ya kuokota makopo, na sasa ameanzisha
kikundi kiitwacho Responsible Citizen Initiative kwa ajili ya kuhamasisha usafi wa mazingira huko nchini Kenya, Kilifi. Leo akiwa na umri wa miaka 64, Samuel anajikongoja taratibu mitaa ya Mtwapa huko Kilifi, akiokota makopo kama shughuli pekee inayoendesha maisha yake. Bado anakumbuka jinsi alivyokuwa na imani kwamba uzoefu wake wa ng'ambo ungefungua milango baada ya kurejea nyumbani, lakini mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Hana mawasiliano na mkewe wa Marekani wala watoto wao wawili wa miaka mingi sasa. Anajua kwamba wanaye kwa sasa ni watu wazima na hata akikutana nao asiweze kuwatambua, lakini hajakata tamaa. Katika umri wa uzee, mwili kudhoofu na maisha ya upweke, bado Samuel analo tumaini. Anaamini siku moja Mungu atampa nafasi ya kukutana na watoto wake, walau awaone tu na kuwakumbatia kabla hajafariki. Hilo ndilo ombi lake kubwa kwa sasa. Kisa cha Samuel ni mfano wa jinsi mifumo mibovu barani Afrika inayoweza kuwa kizuizi cha kuua ndoto na kuzuia heshima ya mtu. Ni kielelezo cha namna ambavyo watu wenye vipawa vikubwa na akili nyingi wameshindwa kustawi au kutumia uwezo wao kusaidia jamii zao. Samuel ni mfano mmoja, lakini wapo watu wengi waliobuni vitu mbalimbali vya kusaidia jamii, lakini mifumo haikuwapa nafasi ya kustawi. Huyu jamaa anaitwa Samuel. Niandikie maoni yako hapo chini kwamba je, Samuel alikosea kurudi nchini Kenya? Samuel hakujipa muda wa kupata taarifa sahihi kabla ya kurudi nchini Kenya. Watu wenye vipawa vikubwa na akili nyingi wameshindwa kustawi Afrika kutokana na mifumo mibovu. Basi niambie, nini maoni yako kutokana na stori hii ama simulizi hii ya kweli ya maisha ya Samuel? Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Simulizi hii imeandikwa na Malisa_GJ. Hii ni Bongo Star Media. Video nyingi zimekuwa generated na AI ili kuleta uhalisia wa simulizi hii ya Samuel.